Najua tu verse iko hapo, lakini ninaweza kusema ya kwamba natafuta ile verse ambayo inasema ombeni bila kukoma. Iko katika hayo maandiko, na Mungu anasema ombeni bila kukoma. Kuna tofauti ya kesheni kwa kuomba na ombeni bila kukoma. Maombi ya ombeni bila kukoma ni zaidi ya kesheni kwa kuomba. Kuna wengine hivi wako usiku kwao, na sisi hapa tuko macho, maana hii dunia ni mzunguko. Waswahili wanasema dunia ni duara. Ni nini? Ni mzunguko. Umepapata? Ni ngapi? Hebu tusome. Kuna hiyo verse inasema ombeni bila kukoma. Yes, chapter 5. Amen. Haya, tusomee wewe mwenye kifaa pia chombo hapo, tuisikie. Amekisha koti, tusomee kwa sauti hata walio nyuma pia wasikie. Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 17 unasema ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma, kwa sababu adui yako halali, anayetafuta kumaliza maisha yako halali, anayetafuta kuangamiza watoto wako halali, anayetaka kukamata mazao yako, iwe ni shamba, iwe ni mahali unaofanya kazi, halali. Mwenye anayetumikia adui halali. Na ndio maana tukaambiwa giza huwa ni ya mwizi, kiboko ni cha mtoto mkorofi, lakini giza ni ya nani? Ni ya mwizi. Kwa hivyo usiku wa manane, wakati wewe umelala, adui uja na akapanda mbegu katika maisha yako. Hata mbegu zingine zimepandwa ni mbegu za chuki. Unakuta watoto, familia nzima, unakuta mama ni mmoja, baba ni mmoja, lakini hawaongeleshani. Wametupiwa roho ya chuki, kuchukiana. Wametupiwa mbegu ya fitina. Mke akiolewa kwa hiyo boma akai. Shida iko nani? Imetumwa kwa familia, ndugu kwa ndugu, roho ya kuwagonganisha na adui, kwa sababu wanajulikana siku watakaa pamoja na wawe kitu kimoja. Mmoja atafukuza 1000, lakini wakiwa wawili watafukuza 10,000. Umoja wa familia. Dalili za yani dalili za kuweza kujua mahali ulipo umevamiwa na adui. Mazingara ambayo nataka niwafungue macho. Kuna vitu ambavyo ukiviona katika maisha yako, unaviona katika mazingira unaoishi, ujue hiyo eneo katika ulimwengu wa roho imevamiwa, imekamatwa. Kwa sababu tunaishi dunia ya giza, lakini neno la Mungu ndilo litakalo kuwezesha wewe, eneo unaoishi, neno la Mungu litokalo katika kinywa chako ndilo litaweza kuleta utofauti kwa mahali ambapo ulipo. Na kama haliwezi kuleta utofauti, utaishi kwa hiyo shida siku zote na utatoka. Maana ufunguo wa maisha yako sio mimi niko na huo ufunguo, uko na wewe. Kitabu cha Methali kinasema mauti na uzima ziko katika kinywa chako. Unaweza kufanya maisha yako na vitu vya msaada katika maisha yako vikawa hai ndani yako kwa kuzungumza, na unaweza uwa pia kwa kuzungumza. Kile utakachokiri
Hata magonjwa mengine yamekatalia kwa mwili, kwa sababu kila siku unayasifu. Majini yamemea pembe kwa sababu kila siku tunafukuza majini. Sasa ni kama yamefika kiwango pia yametuzoea. Huko nilikoenda, si tumeomba watu wamefunguliwa, miguu ilikuwa itembei wakatembea, watu wakalia, wakashuhudia wakilia, wengine wanafinya tumbo, angalie kama ulcers imeenda. Lakini hapa tutaombea ulcers miaka miwili kwa sababu ya mapepo yametuzoea. Ambia jirani yako, kuzoelewa kuna baki na mwezi huu. Tunapoingia 2026 hakuna cha kuzoeleka tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia katika upeo mwingine. Unaombea mtu, unakemea pepo, naye pia anakuangalia hivi, anakuzumu, ama anakuambia na wewe pia ushindwe. Imefikia mwisho. Tumekaa hapo, tumechoka. Sasa ni wakati wa kuondoka. Amen. Mwambie jirani, ni wakati meli ikang'oe nanga. Tuondoke. Tumekaa hapa kwa kutosha. Tumekaa kwa hiyo shida vya kutosha, ni wakati wa kuondoka. Amen. Tumeishiwa vya kutosha, tuondoke, tutoke katika hali ya kuishiwa. Hatutang'ang'ana tena maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But nina garantii yule tu atakayetembea na Mungu, sio yule ambaye atembei na Mungu. Mungu atakubariki ufanye nini na wewe mwenyewe utembei na Mungu? Atakubariki uende ukavute banki, ama ukanunue mogoka, ama upelekea wanawake huko kastarehe na wao, maana umebarikiwa. Mungu atabariki mtu aina hiyo. Mvua ndio ikinyesha, huwa maandiko yanasema katika kitabu cha Nyakati, inasema ya kwamba mvua ikanyesha, itanyeshea hata wachawi pia nao watapanda. Kama wanapandanga watapanda. Ni kweli baba? Si ikinyesha inanyeshea wote. Ukienda huko kwao utakuta mahindi yako. Kwa hao wako kwa chama cha kutoa, baada ya miezi 6 chakula wanacho. Na hao hawatoi wakati wa chama pia chakula kiko. Lakini kuna ile sasa baraka za kiroho. Mvua sio baraka ya kiroho. Baraka za kiroho. Baraka zinazotokana na vitu ambavyo hauwezi ukavishika kwa mkono mpaka vitakavyozaliwa ndio uweze kuvishika kwa mkono. Huo ndio upendeleo wa Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na lili za kujua kwamba kuna uvamizi katika maisha yako, ama katika kijiji chako, ama katika familia yako. Kitu cha kwanza ni magonjwa. Utaona magonjwa sana yanazunguka kwa familia. Hiyo ni kumaanisha hiyo boma imevamiwa. Hiyo ni kumaanisha kuna mlango, kuna madhabahu yanayofanya kazi ya magonjwa katika familia. Namba 2, vifo vya kufuatana.